Tunakwenda katika maswali ya haraka haraka ma rapid fire, na moja kwa moja tunaanza kwa kumuuliza ubunifu au ajira? Ni vyote viwili. Kwa sababu unabuni alafu unapata ajira. Kitu kingine, kitabu au internet? Vyote viwili, kwa sababu kitabu ni elimu, internet tunapata kuwasambazia ambao wanataka kuona na kujifunza pia. Ndoto yako kubwa ni ipi? Ndoto yangu ni kubwa kuisaidia Tanzania yangu, lakini pia kufikia ndoto ambayo nilikuwa nimewekea ni kufikia mbali. Ukipata milioni 100 leo, kitu gani cha kwanza utaanza kukifanya? Milioni 100 leo, kwanza ni kujiendeleza ili kwa ajili ya kufikia malengo, lakini pia vile vile kuwasaidia na wale ambao wako katika ngazi za chini. Mtu gani anakupa hamasa zaidi maishani mwako? Rais tulionaye, lakini pia wazazi wangu pamoja na mke wangu vile vile wananipa hamasa kutokana kwamba wao wanashirikiana na mimi bega kwa bega hadi kufikia lengo. Taja neno moja linalokuelezea. Subra. Haya, tukiachana na hapo, unapenda kufanya kazi mchana ama usiku? Muda wote, kwa sababu usiku huwa nafanya kazi ngumu, mchana namalizia zile kazi ndogo ndogo nyepesi ambazo zimebakia. Ni kitabu ama video gani imebadilisha mtazamo wako? Ulikuwa na mtazamo huu kusema kulingana na kitabu hiki ama video hii imebadilisha? Video ndizo ambazo napenda sana kuziangalia na ndo ndipo zinanipa hamasa ya kuendelea kubaki hapa ambapo nipo. Kama ungekutana na rais kwa dakika moja ungemwambia nini? Rais nakutana naye sana, labda kama atanipa nafasi ya kuzungumza, kunisikiliza, labda rais atuangalie na sisi watu ambao tuko katika hali ya ubunifu ambao tunabuni hasa katika masuala ya kuisaidia nchi yetu. Hawajaribu kutupa nafasi, ingawa nafasi tayari tumepewa, lakini iwe kubwa zaidi, iwe na mwanda mpana ili kwa ajili ya kuwafikia hadi wale wa chini zaidi. Ubunifu huu umebadilisha nini katika maisha yako? Fikra, lakini pia vile vile umeniondoshea kutegemea kitu. Yaani nipate kujitegemea, lakini pia vile vile akili yangu isidumae. Ni jambo gani ambalo watu hawalijui kuhusu wewe? Mimi ni mvumilivu na mstahimilivu, lakini pia vile vile ni mtu ambaye wakutaka na shauku ya kupata kujua na kuona maendeleo yakiwa yanaendelea. Umewahi kukata tamaa? Hapana, kwa kweli. Kwa nini? Ndo mvumilivu na mstahimilivu, kwa sababu mstahimilivu tunaambiwa ukisubiri sana unapata kile ambacho unachokihitaji ingawa japo kwa uchache. Kati ya mafanikio na umaarufu, kipi? Umaarufu nao, lakini sio kwa hili ambalo nalolifanya. Lakini unasema umaarufu na kati ya mafanikio na umaarufu kipi unachagua? Katika kuchagua naanzaje kuchagua mafanikio? Umaarufu wa nini? Zako anachagua umaarufu kwanza alafu mafanikio baadaye. Umaarufu ni mzuri, lakini asilimia kubwa unakuwa ni mbaya, kwa sababu mtu akihitaji ukifanya kitu kibaya dakika tu kukamatwa, na ukifanya kizuri sana dakika tu kujulikana. Lakini mafanikio ni kizuri kwa sababu utapata kuwaonyesha watu kwa vitendo. Ni ushauri gani bora ambao umewahi kupewa? Sivunjike moyo, ambao kila ambao nakutana nao ananiambia kaka, pambana, usivunjike moyo. Ni ushauri ambao naupenda sana kwa mtu akiniambia kaka, usikatike moyo. Kosa gani kubwa ambalo umewahi kujifunza kutokana na safari yako ubunifu? Kumwamini kila mtu katika kazi ambazo tunazozifanya, kwa sababu ukimwamini kila mtu katika utendaji wa kazi unakuta sometimes watu ndio wanakuangusha. Kwa hiyo hutaki kumwamini kila mtu, na niliwahi kuwaamini watu kadhaa na wakaniangusha. Je, unaamini kipaji kinatosha bila elimu? Bila shaka, na naweza nikasema bila shaka, lakini sio bila shaka, kwa sababu bila elimu huwezi kufanya kitu, kwa sababu tunaambiwa man ta'allama wa 'allama, jifunze na uwafundishe wenzio. Hata kama una hichi kipaji, basi jaribu kuandika ili baadaye uje uwasomeshe wengine. Unatumia saa ngapi kwa siku kubuni na kufikiria? Naweza nikasema masaa 24, maana mimi hata nikilala naota hivi vitu. Usingizini? Mimi naweza nikawa niko usingizini, lakini ukakuta bado na nafikiria jinsi gani naweza kuandaa kitu kipya, kwa sababu mimi siwezi kulala bila kujifunza kitu kipya kila leo. Kitu gani hukufurahisha zaidi baada ya kukamilika kwa ubunifu wako? Imagine umebuni kitu kikikamilika. Ndio kukamilika kunanipa furaha, kwa sababu natamani nitengeneze kitu alafu kiwe kizuri na kifaidishe watu. Kwa hiyo furaha yangu huwa inakamilika hasa pale nitakapoona kile nilichokitengeneza kimekuwa. Kwa neno moja unaielezeaje safari yako ya ubunifu? Nitafika mbali. Nitafika mbali, hilo neno moja. Nitafika mbali, hilo ndio neno moja.
Labda miaka 5 ijayo baadaye au 3 mbeleni huko unajiona wapi? Kama nitapata support najiona mbali, kwa sababu natamani kutengeneza kitu kilichokuwa kipya, na kuna vitu ambavyo vingine hamvijui na sitamani kuambia, lakini mtajua, kwa sababu baadaye tunategemea kuingia. Nataka kuwasaidia vijana ambao wana vipaji katika skuli ya science, inaitwa hub ya science, ndio ambao natamani kwenda kuwafundisha, ili kwa ajili ya kujua, kuona kizazi kipi ambacho kitakachokuja. Ungependa kuwa wewe kama wewe ama kuajiri vijana wengine baadaye? Natamani sana kuajiri wenzangu, kwa sababu tukiwa wengi ndio tunapata kufanya kitu kwa haraka zaidi. Ni changamoto gani bado ambayo unatamani kuitatua kupitia ubunifu wako? Maisha, changamoto ya maisha na changamoto kubwa sana, na tukiangalia wazee walitulea, kwa tunahitaji tuwalee baadaye. Kwa hiyo nategemea kwamba wazee wangu kuja kuwalea. Sasa changamoto kwenye maisha, yani ndio kila kitu. Maisha yetu yanatufunza, yanatubomoa, yanatujenga, lakini pia vile vile yanatupa subira. Je, una hati miliki katika ubunifu wako? Kwenye hizi katika ubunifu huu sina hati miliki, lakini katika mambo mengine nadhani najua, na kila kitu niko full registration. Ukipewa nafasi ya kuwa mshauri wa vijana, ujumbe wako wa kwanza utakuwa upi? Wajiajiri, wasisubiri ajira. Na sisi tunaishi hapo. Vijana, ni wakati sahihi wa kuweza kujiajiri na kutokukaa nyumbani. Labda una elimu ama una kipaji ukasubiri ajira kutoka serikalini. Ni wakati sahihi wa kukaa chini na kufikiria na kuona kwa namna gani utajiajiri wewe mwenyewe bila kuajiriwa. Asante sana, tukushukuru sana wewe mtazamaji wetu kwa kuwa nasi kutoka mwanzo wa kipindi hiki maalum ambacho tulikuwa naye kijana mpambanaji, mbunifu ambaye amejaribu kutengeneza mashine mbalimbali, na leo tumeona hapo mashine generator ambayo ina uwezo wa kuzalisha umeme na ukatumia kwa matumizi yoyote ambayo unahitaji wewe kutumia. Asante, tukushukuru sana wewe mtazamaji wetu mpendwa. Tukutakia kila la kheri na utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi langu jina naitwa Masudi bin Ali, lakini nyuma ya kamera ni Nura Salum.